Na huzuni ilitanda katika kijiji cha Kimuchi, eneo bunge la Moiben, kaunti ya Uasin Gishu, kwenye mazishi ya Sharon Jepkosgei, msichana ambaye alifariki katika jiji la Sydney nchini Australia alipokuwa akiogelea na wenzake. Gavana wa kaunti ya Uasin Gishu, Jonathan Chelilimbi, aliongoza viongozi wa kitaifa na kaunti katika mazishi hayo. Mwili wa Sharon Jepkosgei ambaye aliaga dunia alipokuwa akipiga mbizi katika eneo la Simos Beach kule Australia ulifikishwa kwao nyumbani katika kijiji cha Kimuchi, eneo la Moiben, kaunti ya Uasin Gishu. Wengi walimwomboleza marehemu Jepkosgei ambaye alitarajiwa kuanza masomo yake ya uzamifu kwenye taaluma ya teknolojia katika chuo cha North Sydney mnamo Februari tarehe 23 mwaka huu, lakini maisha yake yalikatizwa ghafla. Ni maombi yetu sisi wote kwamba tutafuta opportunities nje na tusiokope yalifanyika ni ajali. Na tumekuwa na shida kama hii Canada hapo awali, tumekuwa na shida kama hii kule US, halafu hii ni ya kwanza kabisa Australia. Na tunataka kusema kwa hiyo hao watu wetu ambao kwa ngambo tunawaambia pole, na tusisituke, tutaendelea kusaidia watoto wetu waende kusoma. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu tumeishi na Sharon hiyo miaka yote. Ya tatu, nataka nishukuru media. Actually media is the power. Because kama ingekuwa media, sisi hatungepata kupata mwili ya mtoto wetu. Tunaweza kuogelea na drone. Hiyo ndio information tulipatiwa, na kila kitu. New South Wales Emergency Services wakakuja ku attend the scene na wakaweza kuchukua mwili wake kwenda pale mochari. Marehemu alisemekana kuwa msichana mchangamfu, mwenye bidii, tajriba pevu, ana tabasamu la mwezi na mwenye stahamala maishani. No bigger pain than the pain of losing you. Although you cannot be here with us, we are truly not apart. You'll be living in our hearts forever, Kadot. We knew we were going to spend the rest of our lives together, but now we realize you are the one who spent the rest of your life with us. Gavana B alitoa wito kwa wazazi kuendelea kuwasomesha watoto wao kwenye upeo wa kimataifa licha kukumbwa na janga la Sharon Jepkosgei. Kwa hivyo nataka niwaambie wazazi fuata tu sheria vile wanataka. Wakisema ulipe karo, wewe lipa karo. Mtoto akipata scholarship, na sio lazima ya Kenya peke yake, kuna scholarship hata kutoka university school nje. Kuna scholarship ya kukimbia, kuna scholarship ya kila aina. Sisi kama serikali ya county tutatafutia watoto wetu nafasi kule nje, na tukipata scholarship kwa kila university awaye yote mahali iko, sisi tuko tayari. We get opportunities for ourselves. Even the country will get a source of foreign exchange as the children remit what they have in their schools. Hatimaye marehemu alipumzishwa kwenye kijiji hiki cha Kimuchi, kaunti ya Uasin Gishu, huku familia ikisalia na majonzi ya kumpoteza nyota mwenye malengo ya kubadili mustakabali wa kijiji hiki. Livestream KTN News katika eneo la Moiben, kaunti ya Uasin Gishu.